Neno la Mungu linasema, the word of God says, moyo huwa mdanganyifu, the heart is deceitful, tena una ugonjwa wa and kufisha. has a filthy. Nani awezaye kujua? Who can search it? Kuna watu wengine hapa yamkini wanaona hawana shida yoyote. Ni people mpaka watakapoanza safari hii ya kujitenga, they have no problem. Mungu atasaidia mioyo yao kurudi katika njia iliyo sahihi zaidi. But when they begin this journey of consecration, God will help their hearts to come back the right way. Ni kupitia kujitenga, Through consecration, mioyo ya watu urudi katika njia sahihi. the hearts of men come in the right way. If you consecrate yourself, Ukijitenga, you make your heart to align with God again. Unafanya moyo wako urudi tena uwe pamoja na Mungu. Watu hawapo mbali na Mungu kimwili. People are not far from God in the flesh. Watu wako mbali na Mungu kwenye mioyo yao. People are far from God from their souls. Inawezekana unakuja kanisani kila siku lakini moyoni uko mbali na Mungu. It might be you come to church every day but in your heart you are far from God. Aui karibu na Mungu akukaa kiti cha mbele na kunisikiliza. You are not close to God by sitting the front seat. Unakuwa karibu na Mungu kwa namna ambavyo Mungu amepata nafasi ndani ya moyo wako. You are close to God depending on the way God has got a chance in your heart. Kama moyo wako uko mbali na Mungu, maneno yako yako mbali na Mungu. If your heart is far from God, your words also are far from God. Kama moyo wako uko mbali na Mungu, matendo unayoyafanya juu ya Mungu yako mbali na Mungu. If your heart is far from God, even your actions about God are far from God. Ni kwa njia ya kujitenga watu hurudisha mioyo yao katika njia sahihi. Through consecration, people restore or return back their hearts to be aligned to God. Wengine zamani walikuwa wakichelewa kanisani moyo unauma. Some in the old times, if they come late to church, their hearts were paining them. Sasa hivi hata wakichelewa hawasikii maumivu yoyote. But now, my friend, there is something you have already missed. But now they feel no conviction. Rafiki yangu, kuna kitu umekosa. Zamani alikuwa akisema uongo, anasikia hadi moyo unamchoma kama Daudi. Yaani Daudi anaitwa mtu wa rafiki wa moyo wa Mungu kwa sababu Daudi ndani ya moyo wake alikuwa karibu na nani? David is called the man after God's heart because inside of him he was close to God. Hakuwa na Mungu rafiki kwa sababu alikuwa anatoa sadaka. He was not a friend of God because he gave offerings. Daudi, Biblia inasema hata aliposhika vazi la Sauli akalichana, moyo wake ulimchoma. How this man was so close to God. Namna gani mtu huyo alikuwa karibu na Mungu, hata alipokamata vazi la Sauli akakata, moyo wake uliuma. You can be close to God through your heart. Unaweza kuwa karibu na Mungu tu kupitia. Biblia inasema watu hawa wananiheshimu kwa midomo yao. The Bible says these people respect me, honor me, lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Are far from me. Wanaweza wakalia hadi machozi, they can cry in tears, lakini mioyo yao iko mbali na mimi. Hearts are far from God. So it is through consecration a man can make his heart to be aligned with God. Hivyo kupitia kujitenga mtu atafanya moyo wake urejee kwa Mungu wake.